Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena siku nyingine tupate kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 15. Neno la Mungu linasema, uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake na kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Mstari wa 8. Ni neno la kuaminiwa na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu, lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo, na saba na magomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida tena hayana maana. Mtu aliye mzushi baada ya kumuonya mara ya kwanza na mara ya pili mkatae, ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka tena atenda dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Mstari wa 12. Wakati nitakapomtuma Artema kwako na Tikiko, jitahidi kuja kwangu huko Nikopoli, kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi. Zena na yule mwanasheria na Apolo wasafirishe kwa bidii, wasipungukiwe na chochote. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema, kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Mstari wa 15. Watu wote walio pamoja nami wakusalimu. Tusalimie wale watupendao katika imani. Neema na iwe pamoja nanyi nyote. Amen. Amen.